nitaongea sana kwa habari ya watu wa kwenye ndoa, lakini nitaongea sana kwa habari ya vijana ambao bado hawajaingia kwenye nini? Kwenye ndoa, kwa sababu ni watarajiwa. Ni watarajiwa, hawajaingia lakini ni watarajiwa. Binti yoyote au kijana yoyote ambaye ni mzima lazima anatarajia ndoa, vinginevyo labda kuna sababu nyingine. Kwa hiyo kama kuna tarajio la ndoa, jambo la muhimu kabisa kwa binti ambaye unatarajia kwenye ndoa, ambao nataka ulielewe, namba moja, elewa kwamba chanzo ni Mungu. Usitafute chanzo kingine ukatamani uwe na simu ya kaka unamtumia message kila siku, umelalaje, umemkaje, hata hajakwambia na kuchumbia wana kuoa ili ujinanii. Hizo vyanzo vyote ni fake. Chanzo kizuri cha kupata ndoa ni Mungu. Sawa sawa. Sasa hapo pointi, kama chanzo ni Mungu, maana yake ndoa ni jambo la kiroho, sio la kimwili, ni jambo la kiroho. Kwa hiyo hata kama unaolewa au kuoa, ukushughulikia ndoa 80% lazima uishughulikie kiroho, sio kimwili. Na ndio maana unaweza ukawa na vikao vingi 100, kadri ya vikao vinavyoendelea kukaa ndio nazidi tu kujianika na matokeo yanakuwa machache sana, kwa sababu ndoa iko kiroho. Ili uweze kuikontrol vizuri, lazima uikontrol kiroho. Bwana asifiwe. Amen. Na hiki kinatokea kwenye Mwanzo 2:18. Mungu aliposema si vema huyu mtu awe peke yake. Ni wazo la Mungu, sio wazo la kijana. Kwa hiyo na kijana usipange kuoa baada ya kuona tayari nina ndevu. Baada ya kuona binti nina matiti nahitaji kuolewa. Sio sababu maalum. Sababu maalum ya kuoa au kuolewa ni je, mpango wa Mungu umefika nioe au niolewe. Lakini ndoa inaenda kwa watu waliokomaa kwenye ufahamu. Ndoa sio ya watoto, ndoa ni ya watu wazima. Kwa ili uweze kuingia kwenye ndoa vizuri, lazima utambue nimekomaa, nitamweza binti wa watu, nitaweza kukaa na kijana wa watu, majukumu ninayaweza. Ndoa ni ya watu wazima. Bwana asifiwe. Kwa na wewe unapowaza ndoa, lazima moja uwaze, je, ninakwenda kuishi na mtu ambaye sikuzaliwa naye, sijui alikotokea, tunakaa kwenye shuka moja kila siku, tunapumuliana humo kila siku. Inawezekana? Nitaweza? Ukiweza hilo, unachukua hatua ya kuoa. Pointi nyingine hapa ambayo nataka uielewe, ndoa sasa, au unapotaka kuoa, lazima ujue jambo hili. Lazima ndoa iende na baraka. Iende na baraka. Lazima ndoa iende na baraka. Kwa wewe kama ni kijana hujaoa au hujaolewa, lazima ujue jambo hili. Usikurupuke tu kuoa. Watu wanastuka tu, alishaoa bwana, alishaoa bwana, alishaoa bwana. Ndio, unaweza ukaoa kwa jinsi hiyo, lakini lazima msingi wako uwe kwenye mpangilio wa kimungu. Bwana asifiwe. Ndio maana zamani wazazi ndio walikuwa wanaongea na wazazi wenzao, nimependa binti yako, nina kijana wangu. Halafu nakuja kuletewa wewe kijana kwamba nimepata mwinga au mkamwana kwa nyumba fulani, utamuoa huyo. Kijana alikuwa hakatai, pamoja na yote au anampenda, atampendea mbele ya safari, lakini zile ndoa zilikuwa zinadumu sana. Kwa nini? Kwa sababu wazazi wamehusika kuachilia baraka, na madhabahu ya Mungu inahusishwa kuachilia nini? Baraka. Kwa ukiwa kijana, usije tu kwa sababu ya mwili unakushinda. Unafanyaje? Unakushinda mwili. Unakushinda mwili. Na tatizo hili limekuwepo kwa vijana sana sana sasa hivi. Vijana wengi kwa sababu ya mitandao, unakuta na kesha naangalia picha za ngono usiku kucha.
Ukiweza tu hapo, ukishindwa tu kujimanage pale, lazima mwili utakushinda. Hata haya mapepo manini, haya mapepo nini, mapepo mahaba haya yana nguvu sana sasa hivi, kwa sababu sisi tunayavutia. Wewe kama unataka ushinde pepo mahaba, hebu acha kuangalia picha za ngono, alafu ingia maombi. Nakwambia hautaota tena, si unalala na mtu ambaye humjui kwenye ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vitu hivi vimekamata vijana wengi sasa hivi, kwa sababu wamejirahishi sana. Hizi picha hizi wewe fuatilia tu. Ukikuta kijana amekaa peke yake, alafu amekaa nyuma kuna ukuta, wewe nenda tu kacheki. Unakuta mtu anacheki visichana vinakata viuno, hivyo picha ndo zinakufanya mwili wako. Sasa zile mihemko, sasa unakuta mtu anabeba bila mpangilio. Anabeba bila nini? Mpangilio. Hakuwa amepanga kuoa mtu wa jinsi hiyo. Hakuwa amepanga mwezi huu ninaoa, lakini kwa sababu imebidi sasa anabebelea. Hapo anabeba, hakuna baraka ya wazazi, hakuna baraka ya kanisa. Akifika huku ndo anairudia baraka. Sikiliza niwaambie, anza na baraka, chunga msingi. Isaka wakati anataka kuoa, baba yake Ibrahim alimwambia mfanyakazi, chukua hii fimbo, chukua na pete, safiri mpaka Dar es Salaam kwetu tulikotokea, kamtafutie mwanangu mke kwa ndugu zetu huko. Kamtafutie nani? Mke. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hili nataka nilikazie kidogo. Sisi vijana ambao hatujaoa, hakikishi unayemuoa unamfahamu 85%. Sio yule tu akupita chwa chwa chwa. Nimeona shida nyingi inayotokea. Vijana wengi wameoa kwa ajili ya kumuona tu binti amepita cha akaona huyu. Halafu wale ambao wako nao muda mrefu, Dennis anaona hawa shamba hawafai, kumbe hao ndo wamemsoma, ambao ndo angeweza kwenda nao mwendo mrefu. Yule chwa. Ndoa za jinsi hiyo zimekuwa hazifiki popote. Vijana mnanisikia vizuri? Amen. Wanaume, upendo wako kwenye nini? Kwenye macho. Akiona tu moyo unafanya chwa, tayari ameambatana na huyo binti. Alafu dakika chache moyo unaanza kucha, kwa sababu alipelekwa tu baada ya kuona macho. Mwambie mwenzako uwe na subira unapoona macho yameanza kuelekea sehemu. Acha haraka. Kwa hiyo ninapomalizia hivi na kuongea hii hotuba, ushauri wangu, jitahidi sana wewe kama kijana uliye na ndoto naye kumuoa, kwanza usimwambie haraka. Biblia inasema msichochee mapenzi mpaka yatakapoona menyewe yamefanya nini. Hebu nitafutie ule unani, msichochee mapenzi. Na huu karibu sana wa vijana na mabinti unakusababisha uchukue maamuzi ambayo hukuyapanga. Yaani unakuwa na mazoea ambayo yamepita kawaida, mpaka unatembea, utafikiri unatembea na mke wako, wakati kabla hajawa mke wako ni dada yako. Yaani yale mazoea yakipitiriza, unaweza kufanya maamuzi ya kupita kawaida. Kuna mfano mmoja Bishop Maboyo anapenda kusema, ukipenda kupokea sana zawadi, binti zangu, zawadi. Nimekutumia vocha, sawa, asante sana. Nataka kwenda mjini, tumie basi kabuku pale, hamna shida, tumia. Kuna siku hiyo zawadi utailipa. Atakuja nataka arudishe nauli zake na vocha zake, na wewe huna. Itabidi mwambie asante. Bwana asifiwe sana. Kula cha mtu ni hatari. Naomba Mungu, binti zangu na vijana wangu, mjitunze. Mungu awape ndoa njema. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ili muenjoy maisha ya ndoa. Na kuoa ni hapa hapa duniani. Mnasikia vijana Ni hapa hapa. Ukiona mtu umefika na una vigezo vyote, oa. Mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa. Mambo mengine tunayafanya hapa hapa duniani. Kabisa. Kwa hiyo jitahidi sana sana sana. Zoea yale na jinsia nyingine yasipitilize, yasije yakaharibu ndoto zako. Amen. Yusufu anasema hivi, alipokabwa na limama, limshangazi wanasema siku hizi. Limama lina hela afu limke la mdosi, limke la IGP. IGP, sasa hivi ni IGP, mkuu wa majeshi Tanzania. Potifa huyo. Kila kitu unachotaka kipo. Limemkaba Yusufu. Niambia Yusufu uchomoke hapa. Yusufu alisema neno moja. Nimkosee Mungu nimtendeje Mungu uovu mkubwa namna hii? Anamwambia yule dada, yule mama, vyote nimekabidhiwa isipokuwa wewe, kukugusa hairuhusiwi. Ile akili ni ya wachache sana. Ndio maana ndoto za vijana wetu wengi haziendi. Unajua, unapotembea na binti unaiuza ndoto yako. Tunaelewana vizuri? Amen. Vijana wangu mnanisikia vizuri? Amen. Yaani unaona nitatubu, ndio utatubu, lakini madhara ya tendo hilo yanagharimu maisha paka ya watoto wako. Na ndio maana kuna vitu vingine kuvifanya hata kama umewekewa kisu, pako jua kabisa huyu nikicheza kweli kisu kitaingia ndani. Lakini vinginevyo, Yusufu alikimbia, akatupa nguo huko. Kilichofuata ni kesi ndani, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili akatoka. Lakini amekimbia nini? Tukio ambalo kwa mtu mwingine ni fursa. Unafikiri mama yule ana hela, alafu mke wa mkubwa, nchi nzima inamwangalia mume wake, kuna kitu gani pale? Si ni fursa? Mimi mcheke Yusufu. Kuna wengine hapa ka 10,000 tu kana kuchanganya. Yeye ilikuwa ni nchi nzima. Lakini akasema nimtendeje Mungu ubaya namna hii? Nimkose Mungu wangu. Nimkose Mungu. Bwana asifiwe sana. Mwili huwa unasikia. Unaweza ukaukontrol mwili ukakutii kabisa. Ukakutii kabisa. Mimi nimeshapitia maisha ya ubachela na nilikuwa nakaa tu vizuri sana. Vizuri. Mtu mwenye ndoto huwa anajilinda na ulinda sana mwili wake. Mimi wale nawaambia siku zote, mabinti walikuwa wananiita mimi Maria. Sijajuaga mpaka leo kwa nini na maana yake ni nini wananiita Maria. Lakini mimi kazi yangu ilikuwa maombi tu. Halafu nilikuwa ninaogopa kweli. Nikitokea binti amenisogelea nakwambia ninamkimbia mbali kweli. Naambia rafiki huyu binti huyu anataka kuniangusha, nakaa mbali kweli. Kumbe inawezekana, lakini sisi tunaona kama haiwezekani, ila inawezekana. Mwambie mwenzako, linda ndoto zako. Linda ndoto zako. Namalizia tu pointi hapa twingine. Kwa hiyo elewa, ndoto ni tukio la kimungu, kwa linahitaji liende na baraka. Wimbo ulio bora 2. Inasema 7. Ndio. Na wasi enyi binti za Yerusalemu, kwa paa na kwa ayala wa porini, sawa, msiachochee mapenzi wala kuyaamsha hata atakapoona vema yenyewe. Ukuta kijana mdogo unaangalia picha za ngono, utafika wapi? Si unayachochea mapenzi? Na limwili hili na kawaida ya kuumuka, likiumuka limwili hili, watu, mwanaume anakuwa kama kichaa. Wewe unafikiri watu wanaotembea na vibaka na vinani pale hivi nani malaya pale hapa mjini au wapi, kwani ni vichaa? Unakuta vichaa anazalishwa kabisa na kijana mwenye akili zake timamu. Kwa sababu gani? Yule kijana ameshindwa kucontrol mwili. Wakati tunakaa tunakanisa pale Majukano hoteli, tulikuwa na timu ya vijana, tulikuwa tunalala kanisani. Sasa kwa nasema pale mabinti wanajiuza, kuna mabinti wamejiuza. Siku moja nikamwambia rafiki yangu mmoja, hebu twende nikawaone ili niwe na cha kusema. Nilipofika pale, maajabu niliyakuta. Wamepanga laini hivi. Nilipofika nikawa naona kama sasa Sodoma na Gomora imeshafika. Mwenzako ananiambia, mbona wapo siku muda mrefu tu?
Wewe ndio umeona Sodoma na Gomora leo. Wapo miaka mitano wako hapa wote hapa siku zote. Nakwambia mabinti wananikimbilia. Shuta jero buku. Nikasema haya nayo mambo gani haya? Nikamwambia hapa nitoe haraka sana. Nikatoka, nakwambia ukweli kabisa, nilipofika kanisani nilipiga magoti nusu saa, ninatubu, ninajitakasa, ninajiosha, natakasa macho, natakasa akili, takasa hivi Mungu upo kabisa. Mbona usiwapige radi hawa? Mungu yupo. Na hawapigi radi, watakuwepo hivyo hivyo, na ni majira haya yatatokea. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Fata misingi. Vijana, acheni kuoa kwa kulipuka tu. Papa, unasikia yule ametayari na mke ndani. Hayo tunayaambukiza kwa watoto. Zaburi anasema kwamba binti za Sayuni wanaimbiwa nyimbo za nini? Za harusi. Sasa wewe mzazi wako akufunga harusi, alafu nawe unaoa bila harusi, mtoto naye aoe bila harusi. Sasa nyinyi mtakuwa mnakwenda tu kulipa harusi za wengine. Kadi shilingi, na siku hizi kadi zimepanda kweli. Kadi 100,000 double, single 60,000. Yaani walipaka tu za wengine. Sio, pambana angalau watoto wako waje wafanye nini? Wafunge harusi. Amen. Hallelujah. Unajua kuna mambo mengine ya muhimu sana tusipoyasema. Bishop Maboya anapenda kusema, mzee wa kanisa, hivi, nisiposema mimi nani aseme? Hayupo. Kuna mengine anasemwa na baba na ni lazima yaseme kwa ajili ya kusaidia dunia. Itasema. Tusiposema hapa, dunia itafanyaje huko? Itasema. Bwana asifiwe sana. Kwa jitahidi sana kufuata mipangilio ya kimungu, maana ndoa ni jambo la kiroho, linahitaji liende na baraka, liende na misingi ya kimungu. Na kama ulikosea, hujachelewa. Namba 1, njia pekee ya kukusaidia huwa ni kutubu. Kufanyaje? Kutubu. Mungu ni mwingi wa rehema, anaweza karekebisha ili watoto wako usituke tu. Mtoto naye anakuja, baba, anatema mate, vipi mwanangu? Nasikia kichefuchefu. Vipi kichefuchefu? Tukupeleke labda una typhoid. Hapana, bila typhoid, yule Faston. Faston wapi huyo? Twende. Unamsumbua baba wa watu kwenda kwa Faston. Kumbe ni roho la kurisi. Bwana asifiwe sana. Amen. Inapendeza sana tukifuata misingi hiyo. Amen. Tubu, mwambie Mungu ilitokea hiyo. Na wewe Mungu umesema, na iweka mbali yangu dhambi zangu mbali kama ilivyo mashariki na magharibi. Ninaanza mambo yangu yote yaende vizuri kuanzia sasa. Amen. Kuna vijana wengi walishaliza watoto wa watu. Na wewe utalizwa. Utafanyaje? Talizwa. Mavuno ni hapa. Si ulikuwa kuwa mtu wa kuonja? Unaonja. Nafikiri nazo ni kalanga. Wauza kalanga kabla haja kupimia anakupa tuwili. Sasa ukifika watu 20, si kalanga zimeshaisha hizo. Umemaliza faida yote. Na wewe unakuta kijana ana testi mitambo. Wakati bucha nyama ni ile una testi. Wewe testi hivyo utakuja yalipe hapa. Na maripo huwa ni machozi. Mnasikia vijana wa kiume? Ukimwambia binti nakupenda, nataka nikuoe, hakikisha unakuja kwa mchungaji uoe kweli. Kwani kuoa ni nini? Kuoa sio gharama. Alafu Paulo anasema mwili ukikulemea oa. Mwili umekushinda, alafu najikaza tu eti nasubiri nitafute hela. Oa, mtatafuta wawili. Tunaelewana vizuri? Amen. Alafu kuna hiyo tabia hii. Wewe unasema naweza kuvumilia. Kumbe chumbani kwako kiwa peke yako unashughulika mpaka unamaliza. Shindo kabisa. Oa, tunazidiana uwezo, upako tunazidiana uwezo wa kubeba. Wapo, kwa sababu na mimi nimeipitia hiyo. Wapo wenye uwezo kauka, na nauambia mwili mpaka nitakapooa nitakuwa hanifu. Nikishaoa mwili funguka. Wapo ambao wanaweza kaishi miaka 4. Mimi nishawahi kuhesabu mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, sasa mpaka nikampata huyu. Wapo. Amen. Wapo kabisa. Na nikwambie tena, unaposhiriki tendo la ndoa na mtu ambaye huna
planners naye, yaani unauza nyota yako inaenda, na mwisho unakuwa kawaida tu, hakuna kinachoendelea. Kumbe walishagawana. Anaambiwa Sauli alitembea ni Sauli ni Sulemani alikuwa na wanawake wangapi? Walikuwa na wanawake 700 na masuria 300. Jumla wanawake wangapi? 1000. Yona alikuwa mwanaume kweli. Sijapata kuona dunia hii. Lakini Biblia inasema hivi, waliubadilisha moyo wake. Walifanyaje? Waliubadilisha moyo wake. Jamani, mambo ya pili haya kwenye habari ya ndoa. Kwa hiyo rekebisha msingi, tengeneza msingi mzuri, kwa sababu unachokifanya ni ulisi kwa watoto, ulisi kwa wajukuu. Na sasa hivi wengine tunapitia haya mambo magumu kwenye mahusiano, unafikiri ni wewe unang'ang'ana, kumbe kuko nyuma babu alikuwa hivi. Babu alikuwa na wake zaidi ya 3, 4, 5. Ndilo linakusumbua. Hata kama ukioa hauliziki. Hauliziki. Ukitoka tu nje hivi ukiona kabinti kanapita hivyo, uko nako wakati umeoa. Kumbe huko nyuma kuna liroho linafuatilia, kwa sababu baba yako alikuwa na wake zaidi ya 2. Liroho linakuja, linaimba. Mnavyoniangalia mnatia huruma. Mambo mawili kwa habari ya watu walio kwenye ndoa. Ndoa nzuri huwa inatengenezwa, inajengwa na watu wawili, inajengwa. Ongezeni ukaribu, inajengwa kwa ukaribu. Hivyo wao wako hivyo kacha yao. Bwana asifiwe sana. Kwa kila mtu jifunze kuijenga ndoa yako jinsi unavyotaka iwe. Ondoa aibu mbele ya mume wako, ondoa aibu mbele ya mwenzako. Jiweke wazi. Vitu vya kuficha kwa mwenzako ndio vinavyoleta mpasuko. Hasa unakuta hawa na ndoa wana simu, lakini huyu hajui password kabisa ya mwenzake. Eti nisije nikafanyaje, nisije nikaumiza moyo. Wewe una manini ya kumuumiza mwenzako moyo? Na huyo ndo mwanandani wako. Unamficha nini mwenzako wakati kwenye shuka mnalala shuka moja mkiwa uchi wa mnyama? Unamficha nini zaidi kwenye simu? Mimi sishughuliki na simu mwenzako. Mimi hakuna kabisa. Mimi nisije nikaumia. Kile kinachomuumiza mwenzako ni kinini ambacho hakijui? Hakijui ni kinini wakati tena. Kama wanaume wapende sana wake zenu, kwa sababu mwanamke akiamua kufanya chochote ni hatari. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ijenge ndoa yako kwa mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ijenge kwa tumia hekima kuijenga ndoa yako. Hekima awe mwalimu kwa kukuelekeza mwenzangu anataka nini na nini hataki. Hekima ikusaidie kwamba nikifanya hivi namuumiza mwenzangu, nijitahidi kulishinda hili ili na mwenzangu akae kwa amani na mimi. Hekima ikusaidie yale anayotaka mwenzako uyafanye. Hekima ni fundi mzuri sana kujenga mahusiano mzuri sana. Hekima ndio anayekusaidia wakati umeishi zaidi ya mwaka mmoja, ukiingia tu unajua kabisa huyu mama Sala alivyo hivi. Yawezekana kuna simu imepigwa sio nzuri, unaanza kupangurua mafaili mpaka nakaa kawaida. Hekima inakusaidia. Hekima itakwambia leo hapa nyumbani hizi nyimbo hizi kuna kitu. Sasa unaanza kuseti mpaka nyimbo zinakoma. Unaingia ndani unakuta nyimbo zenyewe tu za taarabu. Ujue hapa kuna kitu kimefanyika kiko sawa. Nyimbo zinazoshuka ni ujumbe unaletwa kwako.
ziangalie hizo nyimbo. Hekima inakusaidia hapa. Baba Sala alivyo, nikiongea hivi ukulia utaamka ndani yake, huwa hauishagi. Nitapata kofi la haraka haraka, sasa hivi ninywe maji nikalale, nikiamka nitamuuliza ulikuwa wapi. Hekima inakusaidia. Bwana asifiwe. Hekima inakusaidia kujua leo hawajala. Tumia hekima kujenga ndoa yako. Lakini jenga pia kwa kuongea vizuri na mwenzako. Sio kama mimi. Unajua wahubiri tuna tatizo hilo. Wahubiri wengi tuna tatizo hilo. Tunataka tu ukifika nyumbani uongee kama nahubiri. Hivi nyinyi hamsikii hapo? Yaani utafikiri uko kwenye mic. Inaathiri wahubiri wengi. Kuna lugha ya kuongea na wakwako wa karibu. Tumia lugha nzuri. Jitahidi kuitafuta ile lugha nzuri. Nakwambia hivi, hakuna malaika atakayeshuka unayemhitaji. Alafu mbaya zaidi, wengi walioolewa na kuoa watu ambao hawakuwa chaguo lao. Wengi sana. Na maadamu ndoa imefungwa madhabahuni au tayari umeshaanza maisha, hakuna njia nyingine ila ni kutafuta hekima ya kuendesha hiyo ndoa. Jenga kwa ushirikiano, kwa kushirikiana pamoja. Iko kwenye Methali 24:3. Pointi nyingine kwa wanandoa, ndoa inahitaji ulinzi. Ndoa inahitaji ulinzi. Ndoa inahitaji ulinzi. Kama nilivyokuambia, ndoa ni kitu cha kiroho. Ulinzi wa kiroho. Usimlinde mume wako au mke wako kwa kumwekea wachunguzi kwamba sasa hivi Jeremia yuko Ukelewe, ngoja niweke mtu nitakuwa nampigia simu. Hiyo itakuumiza tu simu. Na walishatoka huko. Hivyo vitu ukawa unafuatilia simu, akifika tu unafuatilia. Hiyo itakuumiza bure. Fuatilia tu kwa mapenzi mema, kama simu ya mwenzako na wewe ni ya kwako, lakini sio kwa kuangalia nani ametuma message. Itakutesa bure ile. Ndoa inalindwa kiroho. Kiroho, kwa maombi kiroho. Huyu nani amekupigia huyu? Mbona amepiga sana huyu? Hii namba mbona ngeni? Ngoja niichukue. Unaipiga kwenye simu yako, alafu inatokea la rafiki yako wa karibu. Tayari unaanzia hapo. Fanya majukumu yako, utaona mwenzako anaanza kukaa kwenye leli. Ile kitabu cha Mwanzo 3:1-3 utakuta pale shetani au nyoka ameingia kumdanganya Hawa. Na ukisoma mstari wa mwisho, nafikiri wa 23, mstari wa pili, mstari wa sura ya pili, mstari wa 23, ni baada tu ya kufunga ndoa, baada tu ya kukutanishwa au ya kuambatanishwa na Mungu, Adam na Eva, dakika chache tu, nafikiri walikuwa bado wako honeymoon, nyoka anawafuata. Akakutwa Eva, mlango uko wazi, nyoka akaingia, akaleta mpasuko, akaweka laana kwenye ndoa. Kwa ndoa usipoilinda, shetani anaweza akaitumia. Maana najua hawa watu walioana hawa, kupitia hawa watu kuna watoto hapa watakuwa waziri, kuna watoto hapa watakuwa manabii. Kwa anaanza kupiga. Ndio tuifundishwa kule hivi, watoto wetu tunavyokaa nao ndio picha yetu ya baadaye. Shetani anapiga kuanzia huko chini. Baadaye ukiona mtoto tunamtukana tu, shezi mtoto, pumbavu sana mtoto, una adabu. Kumbe shetani alishaingia toka miaka mingi, akakaa akaharibu. Shetani anapokuja kwenye ndoa anaangalia uzao wako, hakuangalii wewe. Anaangalia mbali,
anawaona watoto jinsi wanavyokuja kuwa matajiri, lakini anaweka sumu kuanzia nyinyi huko wawili. So shetani anajua kabisa hii ndoa itakuja kufanikiwa, anaweka piga. Hata haya mandoa ya jinsia moja yanayoendelea ni kwa sababu ya familia moja ililegea kushindwa kuleta maadili kwa watoto, wakapata mlango shetani. Mimi siamini. Sasa hivi imekuwa kama kawaida na viongozi hawawezi hata kukemea sasa hivi kwa sababu imeshikwa na wenye nguvu. Imeshikwa na wenye nguvu. Lakini siamini familia kabisa ya mtu mwenye kujielewa atafurahia tu watoto wa kiume wanakuja wanakata viuno, anacheka tu. Hata muulize wewe mtoto, wewe vipi wewe? Njoo hapa, piga magoti, lala chini, kalime. Anaanza huyu inakuwaje huyu mtoto huyu? Kwa hiyo kufungua mlango kwenye ndoa kumesababisha watoto wetu wameenda wanaharibika. Mtoto amekosea, wamama ndio wanapenda kuchapa. Kwa nini? Mbona unamchapa hivyo? Muache, umetosha. Kumbe yeye anamsaidia, alafu wewe unamhurumia. Huruma zile, mtoto anashindwa kukaa kwenye mpangilio mzuri. Hivyo ndio tunavyopata shida. Mwambie mwenzako kailinde ndoa. Ndoa inalindwa. Kuna nyoka anaingia kwenye ndoa. Bwana asifiwe sana. Jambo la mwisho kabisa ambalo nataka tusome Zaburi 133 mstari wa 1 mpaka wa 3. 133 mstari wa 1 mpaka wa 3. Ndoa inahitaji sana ushirikiano wa watu wawili. Zaburi 133. Ukiona familia haiendelei sana, ndiyo ujue hapa watu wana mpasuko, hawanaga nia moja. Shetani ataondoa ule ushirika, alafu 133 mstari wa 1 mpaka wa 3. Mungu huwa anataka familia zetu ziwe na mtiririko kutoka baba, mama, watoto, pawepo na ushirika. Ushirika akiuondoa shetani, anaondoa mafanikio. Kweli kabisa. Anaondoa baraka za kufanikiwa. Ndoa yoyote kila mtu ana ndevu kama familia ya Kambale. Ukiona ndoa iko hivyo, au kila mtu ana cha kwake. Mkiwa hamjaoana unakuwa na cha kwako, mkioana mnakuwa na chetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Mnakuwa chetu. Lakini kama mjaoana hamna shida, si kila mtu ni bashira, kila mtu ana ya kwake. Lakini mkioana sasa kila mtu anakusanya vitu, kila kitu, mtazamo, maono, mali vinakuwa vyenu pamoja.